Jua la asubuhi lilikuwa linachomoza taratibu juu ya majengo ya Kariakoo, huku kelele za daladala zikianza kujaza hewa ya mjini. Watu walikuwa wanakimbizana na maisha, kila mmoja akiwa na haraka kana kwamba muda ulikuwa unamkimbia. Katika mtaa wa Manzese, kijana mmoja aliyeitwa Amani alitoka nje ya chumba chake kidogo cha kupanga, akiwa amevaa shati jeupe lililochakaa kidogo, lakini safi. Machoni pake kulikuwa na ndoto kubwa kuliko mazingira aliyokuwa akiishi. Amani alikuwa anaishi maisha ya kawaida sana. Asubuhi alikuwa akisaidia kupakua mizigo sokoni, jioni akikaa na rafiki yake Baraka ambaye alikuwa fundi simu pale mtaa wa Kongo. Leo lazima tupate njia mpya ya maisha, Amani alisema huku akikaa kwenye kigoda mbele ya kibanda cha Baraka. Baraka akacheka kidogo. Njia mpya au umeota tena zile ndoto zako za kuwa tajiri ndani ya wiki moja? Amani akatikisa kichwa. Hapana, safari hii ni tofauti. Jana kuna mzee nilikutana naye pale feri. Alinipa maneno ambayo sijayaelewa mpaka sasa. Baraka akasimama ghafla. Mzee gani? Amani akavuta pumzi ndefu. Alikuwa amevaa koti jeusi la zamani. Akanitazama akasema, utajiri hauji kwa nguvu, unakuja kwa siri ukijua mlango wake. Alafu akanipa karatasi hii. Amani akatoa karatasi iliyokuwa imekunjwa mfukoni. Baraka akaifungua taratibu. Ndani yake kulikuwa na maneno machache tu. Ukifika saa 2 usiku, nenda nyuma ya jengo la zamani la posta. Usimwambie mtu. Kimya kikatawala. Baraka akamwangalia Amani kwa mashaka. Hii inaweza kuwa shida. Lakini kabla hawajaamua chochote, simu ya Baraka ikaita. Ni dada yake Amani, Rehema. Sauti yake ilikuwa ya hofu. Amani, haraka njoo nyumbani, kuna mtu amekuja hapa anakutafuta na anasema anajua siri ya baba yetu kabla hajafa. Amani alihisi moyo ukidunda kwa nguvu. Baba yake alikuwa amefariki miaka 5 iliyopita akiwa maskini, lakini kabla hajafa aliwahi kusema, kuna kitu nimekificha, siku moja utakijua. Amani na Baraka wakatazamana. Safari ilikuwa imeanza, na usiku huo wa Dar es Salaam ulikuwa na siri ambayo ingeweza kubadilisha maisha yao milele. Itaendelea.